Okay, kama kawaida. Sasa story yetu inaanzia hapa. Huyu binti alikuwa anamfokea huyu mama, amempa adhabu. Alikuwa ni mama mkwe yake, anamwambia, "Yaani wewe umekuwa ni gumzo humu ndani. Maneno mengi, beba hilo gogo. Usitupe hilo gogo." Kumbe mshikaji wakati huo alikuwa ameingia sasa nyumbani. Anaona kila kitu. "Yaani wewe utaniambia leo. Beba hilo gogo utaniambia leo. Kwa sababu umekuwa gumzo. Unaongea mara sijaivisha chakula, mara nimeunguza. Ukitaka chakula kiive, surudi kwenu huko kale kijijini." Mama anaugulia maumivu sasa, analia, anasema, "Mwanangu nihurumie mimi." Sasa mara ghafla mume wake akamuita, akamwambia, "Wewe mke wangu, unamfanyaje mama?" Akamtua lile gogo sasa. Akajifanya kama namna gani vipi? Unaona? Akasema, "Niokoe kwa mume wangu, umwambie kama sijafanya chochote." Sawa, akawa amemnong'oneza, amefurahi sasa. Akajifanya kama namna gani vipi? Unaona? Akamwambia, "Mama kaa hapa." Anamsafisha. Kumbe jamaa alikuwa ameona kila kitu na amesikia maneno yote yakizungumzika pale. Anamwangalia mama yake, anamwangalia na mke wake. Haelewi, anatamani amchape hata kibao. Jamaa na hasira barabara. "Kiukweli mume wangu, wamekuja tu watu wakambebesha mzigo hapa mama." "Unasemaje wewe? Mimi nimekuona. Alafu unasema kuna watu wamekuja kumbebesha mzigo, wakina nani?" Na wakati umeongea kila kitu unasema kuna watu ndio walikuwa wamembebesha mzigo, alafu wakaanza kumwambia namna gani vipi, alafu ndo nikamsaidia mimi. Unasemaje wewe? Acha dharau. Akarudi kwa mama, akasema, "Mama, hiki nini? Na umefanyaje mpaka unabebeshwa gogo la hivi?" Mama sasa akaanza kuongea ukweli, akasema, "Mwanangu, kiukweli nirudishe tu kijijini nikalime. Mimi sielewi. Kila siku nanyanyaswa humu ndani." Unaona? Hasa huyo binti akaanza kujipiga mikono, anaona kama anachoongewa. Mama anaongea ukweli, anaropoka. Unaona? Anazungumza yote yaliyopo moyoni mwake. Ananyanyaswa kila siku na huyu binti. "Kiukweli mwanangu, naomba tu nirudishe nyumbani. Mimi siwezi kukaa hapa kuendelea kuishi na nyanyasika mimi." Sasa mama aliongea ukweli. Ngoja tuone episode ya pili, jamaa atachukua jukumu gani au ataamua maamuzi gani. Okay, episode ya pili inaendelea hapo. Mama analia, anasema, "Mwanangu nirudishe kijijini." Jamaa anauliza, "Umemfanyaje mama? Umemfanyaje mama? Na amekukosea nini wewe? Unambebesha gogo kama nani?" Unaona? Jamani, tujifunze kukaa na wake wa design hii. Unakuta mama zetu wanahangaika sana, uko wanashindwa tu kuzungumza. Sometimes wanatufikia siri. Wakichoka sana wanazungumza mama zetu. Mwanamke anapiga magoti, "Nisamee mume wangu. Nisamee mimi kwa kile ulichokiona, nimekuongopea." Akasema, "Mama, shika kwanza mkoba wangu. Shika mkoba wangu nimuonyeshe kitu huyu." Akasema, "Nimuonyeshe kitu? Shika hili gogo." "Haya, beba hili gogo, si unataka nikusamee? Beba hili gogo. Piga push up 828. Piga push up hapo." Jamaa akamshikisha sasa gogo. Akasema, "Yaani wewe nitakukomesha kwa sababu mmezidi kuwaonea." "Mama akakukosea nini?" Jamani, gogo zito jamani, linaniumiza mimi." "Sasa endelea kubeba." "Mama tulia hivyo hivyo. Mama hakuna kuondoka. Kwa sababu hii nyumba nimejenga mimi mwanao. Utaendelea kubaki hapa hapa." Mama anasema, jamani mimi mwanangu." Sasa huku anaswatela mpole, "Jamani gogo linauma. Jamani." Anabeba juu kwa juu. Mume wake amempa adhabu. Akaleta deti ligogo, "Nitakuua bure. Nyanyuka, stand up, usikae kishobo. Toka nje." "Haya, toka nje, sitaki kukaa na wewe." Sasa jamaa akawa amemfukuza sasa mwanamke mpora, akafunga na geti. Akasema, "Kwenda huko, shetani mkubwa mwenye miguu miwili." Unaona? Jamani, tunapokaa kwenye familia zetu, tuwakumbuke na mama zetu. Mama zetu wamekuja kukaa kwetu, lakini tuwaangalie wake zetu. Kuna wengine wana mioyo ya hivi, wananyanyasa mama zetu. Mama anazungumza, "Mwanangu, ulikosea wapi kuoa? Ungekuja hata kijijini kwetu, kuna wanawake wenye heshima zao." Anasema, "Mama usijali. Nitakusikiliza raundi ya pili, usijali mamangu." Basi mama na mwanae wakawa wameelewana. Sasa story yetu itakuwa imeishia hapo, episode ya pili.